watu wote Bwana ambao wanafuatilia programu hii kwanza kuabudu pamoja nao mahali popote walipo wanao Bwana, tunakuabudu mtakatifu, tunakuabudu Bwana, tunyenyekea mbele zako tukipiga magoti tukisema hakika wewe ni mtakatifu, tukisema hakika wewe unaweza, tukisema hakika wewe ni mfalme, tukisema hakika wewe ni Jehova. Bwana, tunakuabudu katika madhabahu hii, tunakuabudu katika siku hii ya leo ambayo ni siku ya kwanza Bwana, unapoanza programu nasi ya siku 9. Bwana, tunakuabudu Mungu, tunakuabudu mtakatifu, tunyenyekeza mbele zako wanao, tunyenyekeza mbele zako wanao Bwana. Bila wewe sisi kitu mbele zako Mungu, bila wewe Mungu sisi jambo lolote. Ndio maana tuko mahali hapa siku hii ya leo kujifunza na kuelekezwa maneno yako Mungu, kuijua njia yako ya kweli na uzima mtakatifu. Tunakuabudu wanao Bwana, tunasalenda mbele zako mtakatifu, tukiachilia mambo yote mikononi mwako, tukijiachia kwako Bwana, mwili na roho tunajiachia kwako mtakatifu. Tunakuabudu mtakatifu, tunakuabudu Jehova, tunakuabudu Adonai. Tukielekeza mbele zako tukikuabudu wewe, tukikuabudu wewe peke yako Bwana, tukikuabudu wewe peke yako mtakatifu. Hebu endelea kumwadhimisha Bwana, endelea kumwadhimisha Bwana. Bwana, tunakuabudu peke yako. Bwana, tunakuabudu peke yako mweza. Tunaliinua jina lako mtakatifu. Tunainua utukufu wa jina lako. Tunainua utukufu wa jina lako Bwana. Tunainua enzi yako iliyoko. Tunainua enzi yako Bwana. Tunalibariki jina lako Mungu. Tunalibariki jina lako mtakatifu. Tunalibariki jina lako Bwana. Tunalibariki jina lako mweza. Tunalibariki jina lako siku hii ya leo. Tunalibariki jina lako peke yako Bwana. Tunalibariki jina lako Mungu. Tunalibariki jina lako. Tunalibariki jina lako. Tunalibariki jina lako. Tunakutukuza Bwana. Tunakutukuza mtakatifu. Tunakutukuza Bwana Mungu mweza wa yote, mfalme wa yote. Tunakutukuza Bwana. Tunakutukuza Yesu. Tunakutukuza Bwana. Tunakutukuza Mungu mtakatifu. Tunakutukuza mweza Bwana. Unastahili sana Bwana. Unayetosha mahali hapa. Asante kwa ajili ya utukufu wako, asante kwa ajili ya enzi yako. Wanao tunaposogea Mungu mahali hapa, tunaomba Roho wako mtakatifu akatufundisha, kutuelekeza Bwana. Zaidi ya yote akatufundisha hilo kweli katika yote. Katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, tunaomba na ulinzi wa malaika wako wakuu, tunaomba ulinzi wa jeshi la malaika mahali hapa Bwana. Tukiomba uwepo wako ukae pamoja nasi siku hii ya leo. Tukiomba uwepo wako ukae ndani mwetu Bwana. Tunatulia magotini pako tukisikia Bwana unataka kutuambia siku hii ya leo. Na zaidi ya yote ikiwa ni siku ya kwanza Bwana, tunaomba lango la siku ya kwanza lipate kufunguka. Ule upako wa Alfa Bwana usitupungukie kamwe. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Nazareti tuseme wote amina. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu mbele za Bwana. Nikukaribishe siku hii ya leo. Nikukaribishe katika mfululizo wetu wa siku 9, ikiwa tunajifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Tunapoelekea sherehe zetu za Pentekoste, tunapata nafasi nyingine ya kusogea tena mbele za Bwana ili Mungu atufundishe. Sema amina. Amina. Sema tena amina. Amina. Ikiwa ni siku ya kwanza leo, tuna siku zetu 9 na natamani twende vizuri pamoja ili Roho Mtakatifu anaposhuka ndani mwetu ashuke kweli kweli na asishuke nusu. Kuna mahali nilikuwa nasoma nikaambiwa kwamba hakuna kitu ambacho ni kamilifu kinakuja nusu. Mungu alipofanya uumbaji hakuumba nusu nusu. Aliumba vitu vimekamilika. Kwa hiyo kila jambo tamani kwa ukamilifu wake. Amina. Siku zote tutakuwa na kiini chetu tuelekeza kwenye uamsho binafsi. Hebu sema uamsho binafsi. Uamsho binafsi. Uamsho binafsi.
Tumsifu Yesu Kristo. Ninaposema uamsho binafsi, maana yake siku hizi zinahitaji zaidi jitihada binafsi. Zinakuhitaji wewe kama wewe kukaa vizuri magotini pa Yesu. Zinakuhitaji kama ni wakati wa kuomba, omba. Ikupasa kufunga, funga. Ikupasa kutoa sadaka, toa. Ikupasa kufanya jambo lolote ili kuungana Mungu, fanya. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kwa siku ya kwanza natamani tuangalie kitu kinachoitwa kiu ya maisha mapya. Ndani ya uamsho binafsi tunaangalia kipengele cha kwanza kati ya vile vipengele tutakayopitia kwa siku hizi 9, kiu ya maisha mapya. Kiu ya maisha mapya. Tumsifu Yesu Kristo. Katika siku hii ya leo tamani sana kutambua mahitaji yako, hasa kwa Roho Mtakatifu, kwamba uhitaji wako mkubwa kwa huyu Roho Mtakatifu upoje. Na kabla sijapata kujua uhitaji, napaswa kwanza kumfahamu vizuri Roho Mtakatifu, ndipo nipate kujua uhitaji wangu kwa huyu Roho Mtakatifu. Na huo uhitaji wa Roho Mtakatifu ili akuwezeshe kutembea katika safari ya maisha. Na sitaongelea tu peke yake masuala ya kiroho, lakini safari ya maisha. Kwamba maisha yangu yote kiroho na kimwili yanamhitaji zaidi Roho Mtakatifu. Maisha yangu yote kiroho na kimwili yanamhitaji Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu ndio rango zaidi la mafanikio yangu. Mara nyingi tunapenda kufanikiwa kiroho na kimwili. Sasa ili nipate kufunguliwa lango la mafanikio yangu, na mhitaji Roho Mtakatifu. Kumbe kwa hizi siku 9 utaona sasa kumbe Roho Mtakatifu haitajiwi tu na watu wanaotaka kukaa rohoni zaidi. Hata mtu mwenye maisha binafsi, maisha ya kawaida kabisa, pia anamhitaji Roho Mtakatifu. Hata kama hamjui Mungu, anamhitaji Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya wapendwa. Tutaongozwa na Injili ya Luka. Injili ya Luka sura ya 11. Injili ya Luka sura ya 11. Kwa manufaa binafsi, ukitaka ufaidi vizuri somo hili, utaanzia mstari wa 5 mpaka wa 13. Mstari wa 5 mpaka wa 13 utabeba mwongozo mzima wa mafundisho yetu siku hii ya leo. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 11 mstari wa 5 mpaka wa 13. Lakini tutakuwa tunaingia baadhi ya vipengele muhimu vya kukazia zaidi mistari baadhi, lakini zaidi utaka kupata utamu wa somo vizuri, pitia zaidi hiyo mistari wa 5 hadi wa 13. Tumsifu Yesu Kristo. Na katika hiyo kutamani, tunatamani pia kujazwa Roho Mtakatifu. Sema kujazwa Roho Mtakatifu. Yaani ili nitamani zaidi, niwe na kiu na shauku. Hii kiu nilionayo katika maisha mapya lazima iwe pia kiu ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Kujazwa Roho Mtakatifu. Lakini kabla hujatamani kujazwa Roho Mtakatifu, utambue ya kwamba kujazwa Roho Mtakatifu sio tukio la mara moja. Hapana. Kwamba leo nimeombewa nikawekewa mikono nikapokea Roho Mtakatifu na maisha yakaanzia pale. Hapana. Kujazwa Roho Mtakatifu sio tukio la mara moja, bali ni mchakato endelevu. Sio kama nilipopata kipaimara nikapokea Roho Mtakatifu ikaishia hapo. Nilipobatizwa nikapokea Roho Mtakatifu ikaishia pale. Niliombewa Roho Mtakatifu nikapokea Roho Mtakatifu ikaishia mahali pale. Sio tukio la mara moja, ni tukio endelevu. Na hata maandiko matakatifu yanasema Yesu ametusisitiza zaidi kuendelea kuomba siku kwa siku, isiwe siku moja, isiwe kwamba nimepata tukio moja la Roho Mtakatifu akomea pale. Wakristo wengi baada ya kupata kipaimara tunaamini kabisa tukapokea Roho Mtakatifu na yuko ndani mwetu, alafu nikabweteka nikokomea pale pale kwamba imetosha. Hapana. Roho Mtakatifu kumpata sio tukio la siku moja, si wakati wa kipaimara tu, si wakati wa ubatizo peke yake, lakini ni mchakato endelevu. Naomba tusome hiyo Luka 11, tusome kwanza mstari wa 13. Mstari wa 13.
Neno la Mungu linasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Tumsifu Yesu Kristo. Nimekwambia kila mmoja anamhitaji Roho Mtakatifu. Lakini ili kumpata Roho Mtakatifu kuna mchakato. Na Baba anatoa Roho Mtakatifu, kwamba Baba anatupatia Roho Mtakatifu. Lakini ukisoma vizuri, kuna baadhi ya watu wanaopewa wapi? Hao wamuombao. Kumbe ili nimpate Roho Mtakatifu lazima kuomba. Amina wapendwa Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Lazima kuomba. Yaani ndio maana nimekwambia ni uamsho binafsi. Sio kwamba ni lazima kuombewa. Maandiko matakatifu hayajasema kwamba Baba atawapatia Roho Mtakatifu wale wanaoombewa, wale waombao, sio wanaoombewa. Kumbe kupata Roho Mtakatifu ni mchakato binafsi. Ndio maana nakwambia uamsho binafsi. Tumsifu Yesu Kristo. Uamsho binafsi. Hata mitume, tutaangalia siku zinazofuata mbeleni, mitume wanapokea Roho Mtakatifu. Hawakupokea Roho Mtakatifu kwa kuombewa. Walijifungia ndani siku kadha wa kadha wakiomba. Kumbe walikuwa wanaomba, kila mmoja anapambana. Mure ndani hapakuwa kwamba kuna fulani anaombewa, hapana. Ilikuwa ni kuomba. Na ndio maana anasema kwamba kumpa Roho Mtakatifu hao wamuombao. Anayeomba ndiye anayepokea, si anayeombewa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa habari ya kupokea Roho Mtakatifu, tambua hilo tunapoendelea na masomo yetu ya siku hizi, ya kwamba ni uamsho binafsi. Inakuhitaji jitihada binafsi. Jitihada binafsi. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa katika kumhitaji huyu Roho Mtakatifu, lazima tutambue kwanza kanuni moja ya kwamba sisi hatuna kitu, ni maskini wa kiroho. Sema sina kitu. Nikitambua ya kwamba sina kitu, hapo ndipo nitapata kuomba kitu. Hauwezi ukatafuta kitu ambacho unacho. Unatafuta kitu ambacho unacho. Mimi nina Biblia yangu hapa nimeishikilia, alafu unikute sehemu na pambana natafuta Biblia ambayo ninayo, haiwezekani. Natafuta Biblia yangu naitafuta, maana yake ni wakati huo sina. Huwezi ukatafuta kitu ambacho unacho. Kumbe ili niweze kuomba, ili niweze kutafuta, nitambue ya kwamba sina kitu. Na ukweli usiopingika ni kwamba wanadamu hatujakamilika, tunapungukiwa na kitu. Yawezekana na vitu vyote, lakini kuna kingine ambacho sina. Afya njema ninayo, lakini sina furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Furaha ninayo, lakini sina pesa. Pesa ninazo, lakini sina nguvu ya maombi ndani mwangu. Nguvu za maombi ninazo, lakini kuna kitu kimepelea ndani mwangu. Kuna kitu ambacho sina. Sasa ninapokuambia sina kitu, sio tu kwa Roho Mtakatifu. Kuna kitu ambacho hauna katika maisha, au vitu ambavyo hauna, na ndio maana natakiwa kuomba. Tumsifu Yesu Kristo. Ukisoma kuanzia ule mstari wa 5, nimekwambia mstari wa 5 inaongelea mtu mmoja aliyeenda kuomba kitu kwa rafiki yake, kwa jirani yake. Akaenda kuomba. Ukisoma kuanzia mstari wa 5, naomba usome mahali pale mstari wa 5. Usome mahali pale. Akawaambia, tuanzie hapo. Ni nani kwenu aliye na rafiki? Akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate 5, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu katoka safarini, nami sina kitu. Hebu sema, nami sina kitu. Usiku wa manane huyu mtu anaamka, anakwenda kwa rafiki yake, ni kwa sababu hana kitu. Hakusema nami sina mikate. Ukisoma mwanzoni anasema akaenda, naomba unikopeshe mikate 5, mikate. Lakini kwa anasema nami sina kitu. Soma nami sina mikate, nami sina kitu. Tumsifu Yesu Kristo.
alitambua kwamba ni maskini, hana kitu. Ndio maana akafunga safari usiku saa 8. Hakuomba bodyguard, hakuomba mtu wa kumsindikiza. Inawezekana giza lilikuwa ni kali, yamkini ni kijijini, kuna pori. Hakuogopa hata wanyama, hakuogopa ni msimu wa mvua au ni nini, hakuogopa kuna majambazi ampeka pale, ni usiku, aone peke yake akatembea. Ni kwa sababu hana kitu. Ukijijua kwamba huna kitu, utatumia jitihada zote ili kupata kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ukijijua nina kitu, huwezi ukapambana. Yaani mimi nina hela nyumbani afu nipambane kutafuta pesa, haiwezekani. Ninatafuta pesa kwa kuwa najua kuna uhitaji, kwa nini tunapungua mali hapa sina, na pambana, tumia nguvu nyingi. Lakini ikiwa na kitu sipambani, unakuta mimi kuna mtu anatamani kupata Biblia, anapambana kupata Biblia. Mimi nayo sipambani. Kwa kwenye group la watu asema nahitaji nipate Biblia, nipate rozari, nipate hiki. Mimi nawaangalia kwa sababu gani? Mimi ninavyo sipambani navyo. Lakini na mimi ningekuwa sina, ningejiunga na mimi kwa hao watu wanaotafuta hicho kitu, kwa sababu sina. Ili hali ninacho sihangaiki. Tumsifu Yesu Kristo. Nikiwa chuoni palikuwa na mfumo wa kutafuta marks, kutafuta alama fulani. Yaani unaangalia ufaulu unaotakiwa, average unaotakiwa, upambane kufikisha angalau grade fulani. Somo la kwanza ukaona hapa nimeshuka. Somo la pili ukaona hapa nimeshuka. Hasa kuna masomo matatu yanatakiwa yabebe ya masomo mengine. Kwa hiyo haya yanatakiwa nipambane sana. Kwa sababu gani? Najua sina ufaulu wa kufika sehemu fulani. Kwa hiyo napambana. Labda ni mtihani mmoja, test 1, test 2, test 3. Mtihani wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ili kuchukua zote upate average, upate marks kamili. Mtihani wa kwanza nilifeli. Mtihani wa pili nikafeli. Inabidi nipambane sana kutafuta marks mtihani wa tatu. Ila aliyefaulu mtihani wa kwanza, wa pili akafaulu, huko amerelax kabisa, hana tashida. Yaani ninapambana, yeye ametulia. Kwa sababu gani? Ameshajiona ameshavuka tayari. Lakini mimi ambaye sijavuka, napambana kweli kweli, na kaza jicho kweli kweli. Kwa sababu gani? Sina kitu natafuta. Huyu mwenye kitu ametulia, relax kabisa. Sababu gani? Anacho. Tumsifu Yesu Kristo. Na hiyo huwa inasumbua sana. Inasumbua sana kwa wale mnaojadili nao. Au tuchukulie mfano kwenye mashindano ya mpira wa miguu. Ni dakika ya 80, huyu mwingine ana goli zake 2, hii timu nyingine haina goli. Hii timu ambayo haina goli, dakika zimebaki chache, anapambana. Mpira ukitoka, yani anakuwa kama vile mtumwa, anachukua mpira, anamsaidia, chukua mpira, piga harakati kutokoe muda. Huyu mwingine kwa vile ameshapata ufaulu, ameshashinda tayari, ametulia tu, ana relax, yani hana shida. Akishika mpira atulie nao, akae nao, same nao, yeye apoteze muda. Huyu mwingine hawezi kupoteza muda kwa sababu hana kitu. Huyu mwenye kitu anapambana. Kumbe kama nikijua sina kitu, lazima nipambane. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani kwa namna yote, kwa jitihada zote. Kwa sababu gani? Najua sina kitu. Sasa huyu mtu anayetembea usiku wa manane, hana kitu, mwenye kitu jirani yake amelala, anaamshwa, anaambia mimi siwezi kuamka. Hata kuamka kufungua mlango siwezi. Kwa sababu gani? Kama nimekate ninayo. Kama nikate ninacho. Mimi sina, mimi ninavyo. Wewe ambaye huna, ndio maana unatembea na pambana. Kumbe kuna tofauti kati ya mwenye nacho na ambaye hana. Nikijijua kwamba sina kitu katika ulimwengu wa roho, lazima niamke saa 8 nipambane. Lazima niamke mchana nipambane. Lazima muda fulani nikapambane. Lazima nifanye hivi nipambane. Kwa sababu gani? Sina kitu. Huyu mwenye kitu amelala, ametulia. Piga hodi, sifungui mlango. Sababu gani? Mimi nina vitu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tutambue ya kwamba hatuna kitu. Ukitambua kwamba huna kitu, unapambana kuomba. Unapambana kuomba. Sina nguvu za kushinda majaribu. Sina nguvu za kushinda changamoto za kimaisha. Sina nguvu za kushinda haya majaribu yanayonijia. Sina nguvu za kushinda hizi ndoto ambazo zinanisumbua. Sina hizo nguvu. Lazima nipambane kutafuta hiyo nguvu. Sina furaha, sina amani, sina nguvu za kuomba, sina nguvu za kufunga. Najisikia rohoni mimi nipo mkavu. Mimi sina kitu ndani mwangu. Nikitambua hilo, lazima nipambane. Na hakuna mtu ambaye ana vitu vyote. Lazima una miss kitu kimoja, viwili, vitatu kadhalika. Na katika hilo lazima nitafute hizi nguvu. Hauwezi ukashinda jaribu lolote pasipo na Roho Mtakatifu. Hauwezi kufanya jambo lote ukaweza bila kuwa na nguvu za Mungu, ambazo ndizo nguvu za Roho Mtakatifu. Kumbe tukiwa na dhana hiyo, tutambue ya kwamba Roho Mtakatifu tunamhitaji sana zaidi ya kawaida. Tunamhitaji sana zaidi tunavyofikiria sisi.
Kwa sababu gani? Ndiye anayetuwezesha yote yaweze kutimika katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu Roho Mtakatifu tunayemtafuta ni zawadi kubwa na ya pekee ambayo Mungu anaupatia ulimwengu. Kati ya zawadi nyingi, unapotaka kutoka sehemu au unatoka au kurudi, huwa unawaachia watu zawadi. Yesu alipotaka kutoka duniani alitafuta zawadi nzuri ya kuachia watu, rafiki zake, wanafunzi wake. Tumekaa miaka 3 pamoja, tumezunguka pamoja, njaa tumeshinda pamoja. Nataka niwaachie kitu. Alikana fia katafakari sana. Mure kabla kwa tafakari, niwape zawadi gani hawa watu ili waweze kunikumbuka, zawadi gani nzuri? Akasema zawadi ya pekee ni kuwapatia Roho Mtakatifu. Akasema siwaachi hivi hivi. Yaani siwezi nikaondoka nikawaacha, siwaachi ninyi yatima. Lazima niwapatie kitu. Zawadi pekee ni hii ya Roho Mtakatifu. Kama Baba anavyoachia watu wake zawadi kubwa, au anavyoachia watu wake zawadi kubwa nzuri na ya pekee, Yesu akaona kabisa zawadi kubwa ni hii ya Roho Mtakatifu, kwamba lazima niwaachie Roho Mtakatifu, nikae pamoja nanyi, siondoke, siwache hivi, nikae pamoja nanyi. Kwa nafsi yangu ya tatu, Roho Mtakatifu lazima nikae. Kumbe hiyo ilikuwa ni zawadi kubwa sana na ya pekee ambayo Yesu aliwaachia wanafunzi, ambayo Yesu aliachia ulimwengu, aliachia kanisa. Na hapo hiyo zawadi aliyoitoa ndiyo kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Hauwezi ukaongelea kanisa bila kuongelea Roho Mtakatifu. Hauwezi ukaongelea habari ya Ukristo ukaexclude Roho Mtakatifu. Hauwezi ukaongelea habari ya Mungu ukamwacha pembeni Roho Mtakatifu. Hauwezi. Ukitaka kuongelea kwa habari ya masuala ya kiroho yoyote ambayo ndio kanisa, na napoongelea kanisa ndio Kristo mwenyewe, lazima tumuongelee Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Sababu hata Roho Mtakatifu aliposhuka ndipo kanisa la kwanza likaanza. Baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia mitume wakapata nguvu, ndipo kanisa likazaliwa siku ya Pentekoste. Kanisa linazaliwa. Kanisa nini? Kristo ndipo anakaa imara ndani ya watu. Kumbe ili niweze kuongelea habari ya kanisa, lazima nimuongelee huyu Roho Mtakatifu. Hauwezi ukajitenga naye kwa namna yoyote ile. Sawa, hutajua thamani yake, hutajua umuhimu wake, lakini huwezi ukajitenga na Roho Mtakatifu ukawa hai kiroho ndani ya maisha ya kiroho. Kwa namna yoyote haiwezekani. Kumbe sote tunamhitaji huyu Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana Yesu anawafundisha wanafunzi kwa habari ya Roho Mtakatifu. Anawafundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu. Anawaambia atawakumbusheni yote, atawafundisheni yote, atakuelekezeni yote. Nani? Huyu Roho Mtakatifu. Kipindi Yesu yupo hai, yupo duniani hapa, yupo duniani, anaishi pamoja kimwili na kiroho, anaonekana kamili, hajapaa mbinguni, alikuwa akifundisha watu wanamuona. Na nilikuwa naongea na watu nikawaambia Mungu alifundisha ulimwengu kwa namna 3 tofauti. Namna ya kwanza, Mungu alikuwa akizungumza na watu lakini kwa namna ya kutokuonekana. Alikuwa akizungumza na watu wachache miongoni mwa wengi. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa akizungumza na watu wachache miongoni mwa wengi. Anaangalia kundi kubwa, anataka seminaro, anachagua mtu mmoja wa kuzungumza naye ujumbe ufike. Kipindi anaongea na Adam na Eva, maandiko yanasema alikuwa akizungumza na Adam. Alisema kumuuliza Adam, uko wapi? Kumbe ilikuwa waite Adam na Eva, njoni hapa, mko sehemu gani? Lakini akazungumza na Adam peke yake kwa niaba ya kundi zima la hao wawili. Lakini baada ya hapo vurugu imeingia, aliongea na Nuhu, akamwambia Nuhu, tengeneza safina. Aliongea na Nuhu miongoni mwa wengi. Tukija kuangalia baadaye ameongea sana na Musa kwa niaba ya wana wa Israeli. Ujumbe utakofika kwa wana wa Israeli, alikuwa anachukua mtu mmoja anazungumza naye, na kwa namna isiyoonekana dhahiri. Tumsifu Yesu Kristo. Mara alikuwa anaonekana kwa njia kichaka cha moto, mara anaonekana kwa njia wingu, mara kwa njia moto, nguzo ya moto na kadhalika, au kwa sauti, unasikia tu sauti, mtu alikuwa anakaa sehemu anasikia tu sauti, anazungumza na Mungu. Hivyo alikuwa Mungu haonekani kwa namna dhahiri, na alikuwa haongei na watu wote. Alikuwa anachukua mtu mmoja, wawili hivyo.
Baadaye katika awamu ya pili akaonekana dhahiri akiongea na watu wote kwa namna dhahiri ya kuonekana kwa macho, ambao ni nafsi ya pili. Yesu Kristo akaja akawa anaongea na watu, anafundisha watu wote, wanamuona kwa macho hivi, lakini maandiko yanasema hawakumtambua umungu wake. Hata wale mitume ilifika sehemu walikuwa hawatambui umungu wake, hawajui kama huyu ni Mungu. Hapo anatembea naye, wanajua ni abiria mwenzetu, huyu ni mshikaji mwenzetu kawaida. Baadaye maajabu yakitokea wanashtuka, kumbe na huyu yuko namna hii. Kwenye bahari pale, bahari imechafuka, wamelala, Yesu amelala kwenye mtumbwi pale, wakajua ni abiria mwenzao tu amelala mahali pale. Lakini baada ya kutuza dhoruba ndio kashtuka, kumbe tumeanza safari tukiwa na mtu ambaye si wa kipekee, si wa umungu. Hawakuona mapema, waliona katika matendo. Baadaye katika awamu ya tatu sasa anaongea katika mfumo wa kwanza, ule wa kutoonekana dhahiri, lakini kwa watu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbuka mwanzo alikuwa anaongea na mtu mmoja kati ya wengi. Sasa hivi anaongea sawa, haonekani kama alikuwa anaonekana kipindi cha maisha, mwili na roho kuonekana, hapana. Anaonekana, lakini anaongea kwa watu wote, habagui tena kwamba hapa ataongea na mchungaji peke yake, hapa ataongea na fulani peke yake, ni kwa wote. Na ndio maana akasema atamimina roho kwa watu wote wenye mwili wote. Kumbe sahihi haina tena kwamba ni kiongozi ndio anasemeshwa na Mungu, hapana. Japo watu tunadhana nyingine pia ya kujua kwamba yawezekana mpaka sasa Mungu anaongea na mtu mmoja, mtumishi peke yake, mchungaji peke yake, asijani peke yake. Kwa hiyo habari ya kumtafuta Roho Mtakatifu ni mchungaji peke yake, mtu mwenye upako, mtu si Roho Mtakatifu. Mungu katika nafsi ya tatu anazungumza na wote. Cha msingi ni wewe kumuomba na kufungua moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, wapendwa wa Bwana. Na hiyo ndio zawadi ambayo Kristo ameiacha. Angekuwa anatumia mfumo wa zamani kwamba aisee, kama ni Tanzania nzima ataongea na rais peke yake, rais ndiye afikishe ujumbe kwa wengine. Sasa hivi huo mpango haufanyi, anaongea na watu wote. Hata mtoto mdogo atakuongea na Mungu, nafasi ipo. Ni mimi tu kupata nafasi ya kuzungumza naye, nimpe nafasi azungumze na mimi, nifungue moyo akae ndani mwangu, hakai kwa mtu mmoja. Zamani mtu atakuungama dhambi, usiende kuungana na Mwenyezi Mungu mpaka uende kwa kuhani, lakini sasa hivi unakaa, Mungu anakusikiliza, anaongea na wewe binafsi. Na ndio maana akasema amekuita kwa jina lako wewe binafsi, wewe ni wa Bwana, hana ubaguzi tena. Amina. Kwa hiyo lazima sote tumuhitaji huyu Roho Mtakatifu, lazima tumuhitaji kwa namna yote. Na usijitoe kwamba mimi Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani mwangu. Yamkini nikajiona katika uovu wangu, katika dhambi zangu, tutaangalia baadaye zinazofuata, kwamba hali nilionayo haimzuii Mungu kukaa ndani mwangu. Ni kwamba anatafuta nitengeneze nafasi, mazingira. Sio kwamba amenitenga kabisa, hapana. Amenipa nafasi nitengeneze mazingira, niangalie namna nitengeneze mazingira mazuri ya kuweza azungumze na mimi, nimsikie, anisikilize. Lakini si kwamba hakuna mtu ambaye hawezi kuambiwa na Mwenyezi Mungu. Kuna mtu mwingine mpaka anamwambia, "Sasa mchungaji, naomba Mungu akufunulie maisha yangu yapoje." Kwamba mimi siwezi kufunulia Mwenyezi Mungu mpaka Mungu afunue kupitia mtu mwingine, hapana. Kila mmoja hiyo nafasi anayo. Na hii Pentekoste tunatamani kabisa wote tujazwe Roho Mtakatifu, na wote Roho Mtakatifu azungumze na sisi na maisha yetu, tukae na unganiko naye. Amina, wapendwa wa Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Na hata katika mafundisho ya kanisa Katoliki, katekisimu kanisa Katoliki inasema hakuna mtu awezaye kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho. Huwezi ukaongea masuala ya Mungu isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Sasa mtu akiongea habari ya Yesu ni Bwana katika Roho, tunasema anajifanya wa kiroho sana. Katekisimu kanisa Katoliki inasema kabisa ya kwamba ili mtu aweze kusema Yesu ni Bwana, lazima awe na unganiko na Roho Mtakatifu. Ili niweze kuyasema, kuyatenda, kuyatamka ya Mwenyezi Mungu, lazima ndani mwangu niwe na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa nimekwambia kumpata Roho Mtakatifu lazima kuomba. Sema kuomba. Yesu anawaambia, anasisitiza. Ukisoma naomba tufungue Injili ya Luka hiyo 11, tuanzie mstari wa 9. 11 kuanzia mstari wa 9.
Twende pole pole. Nataka nikwambie kwanza kitu, fika mahali hapo kwanza. Kwanza mstari wa 9 hadi 13. Fika kwanza mahali hapa, nataka nikwambie jambo kabla tujasoma. Katika vifungu hivyo Yesu ameongelea habari ya kuomba mara 10. Kifungu kichache. Na hapo msitizo unaupeleka wapi? Kwa Roho Mtakatifu. Yaani anakwambia mara 10 ya kwamba omba. Anaongelea neno omba mara 10, lakini kuna mahali akalibadilisha tu mtazamo, japo ni katika maana ile ile, akatumia neno tafuta. Lakini ni swali la kuomba. Sasa kutafuta sio kama inaanza kutafuta kama ninavyotafuta senene kwenye nyasi, hapana. Maana yake ni katika mchakato wa kuomba. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu tusome kwanza mstari wa 9. Neno la Mungu inasema, nami nawaambia ombeni nanyi mtapewa. Akasisitiza kabisa ombeni, nami nawaambia. Hakusema nami nawaomba muombe. Sio ombi lile. Nami nawaambia. Maana anatoa kama maelekezo, na maelekezo ya mkuu ni amri. Nami nawaambia ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapewa. Akatumia neno jingine tafuteni katika maana ile ile ya kuomba. Tafuteni nanyi mtapata. Bisheni. Akatumia neno jingine tofauti, bisheni, lakini maana ile ile. Sio kama nikapige hodi, bisha. Yani maana yake ninaomba, ninatoa request, ninatoa ombi fulani. Unapopiga hodi maana yake unaomba kufunguliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Anayepiga hodi maana yake ukikaa kimya hawezi kufungua mlango sababu hujamjibu. Nini yasibijibu kwa sababu gani? Ameomba afunguliwe. Hodi maana yake naomba kuingia. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana katika Kiingereza wanasema please. Anatumia neno please. May I come in? Naweza yani ile please maana yake kuna ombi fulani linalofuata. Tumsifu Yesu Kristo. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Ndio. Kwa kuwa kila aombaye. Unapata msitizo kwenye neno omba. Anasema neno omba, msitizo kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye naye abishaye. Yaani bado anaweka mkazo kwenye hilo neno omba katika namna 3: omba, bisha, tafuta. Lakini bado mistari yote anazungukia pale pale. Lengo kuu liko chini hapo. Tuendelee. Maana ni yupi kwenu aliye baba mwanae akimuomba? Anasema bado neno akiomba. Mwanae akimuomba atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka, au akimuomba yai atampa nge. Bado tunasema kwenye kuomba. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je Baba aliye mbinguni hao wamuombao. Neno wamuombao lipo katika hali ya kuendelea. Tumsifu Yesu Kristo. Hao wamuombao, sio hao waliomuomba, sio hao wamuombao. Maana yake hao walio katika mwendelezo wa kuomba. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe katika Roho Mtakatifu kuna mwendelezo wa kuomba, na amesisitiza zaidi kuomba. Ndio maana ametumia neno mara 10. Neno omba, tafuta, kachanganya vile, lakini mara 10. Ila mwisho wa siku anasisitiza kwamba ni lazima iwe katika muendelezo, lisiwe tukio la siku moja, kwamba ili kumpata huyu Roho Mtakatifu ni lazima kuomba. Na anawasisitiza wanafunzi wake, aisee Bwana ombeni. Kama huyu mtu aliyekuwa na bisha mara nyingi, anapiga hodi afunguliwi, huyu rafiki, lakini huyu rafiki yake sema kwa kuwa amenisumbua sana, hebu nikamsaidie. Na ndio maana akaja kwenye mfano hapa, ikiwa huyo aliyekuwa mdhalimu, mwenye dhambi, hamjui Mungu, rafiki yake amemsumbua akamfungulia mlango, je, Baba hawezi kuwapa ninyi
muombao, mnaoendelea kumuomba. Ikiwa na maana kwamba unapoendelea kuomba, leo hujapewa, kesho hujapewa, ipo siku utapewa. Endelea bila kukata tamaa. Endelea kuomba Roho Mtakatifu. Endelea. Leo niombe mchana, niombe jioni, niombe muda wote. Yaani muda wote nikaa katika hali ya kumtamani huyu Roho Mtakatifu. Sijampata leo, nitampata kesho. Naendelea kuomba. Ni endelevu. Hata kama nikimpata nisibweteke, niendelee tena viwango vingine. Kuna mahali ambapo Yesu anatamani kunifikisha viwango vya juu zaidi, nivifikie vile viwango. Na ndio maana hata tajiri anaendelea kutafuta pesa. Hasa sisi mbona Roho Mtakatifu anasema tumetosha Roho Mtakatifu. Lazima na sisi tuendelee na kuendelea. Amekupigisha hatua moja, tamani ya pili, umefika ya pili, tafuta tamani ya tatu, umefika tamani ya 4 na 5, na kuendelea mpaka Mungu akwambie sasa mwanangu imetosha, njoo kwangu. Atakaponiita kutoka hapa duniani, hapo ndipo nitasema sasa imetosha kumuomba Roho Mtakatifu. Tofauti na hapo, lazima niwe na hari ya kuendelea kuomba. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya wapendwa wa Bwana. Bila kukata tamaa, lazima tuendelee kuomba. Na tunapomwomba huyu Roho Mtakatifu, lazima tuzingatie vitu fulani. Jambo la kwanza, uwe na hamu ya Mungu. Ili uweze kumpata huyu Roho Mtakatifu, unapokuwa unaomba, lazima Mungu aone ndani mwako kuna hamu, ile shauku. Unabali Mungu anakuona mpaka ndani. Unapokuwa ukiomba, anaangalia zaidi ndani mwako. Je, kuna hamu, kuna shauku, au bora tu nimeomba? Tungepewa uwezo wa kutambua kilichomo ndani ya mtu, alafu mtu aje niombe, aseme Bwana naomba nisaidie shilingi 1000, naomba nisaidie shilingi 2000, ili hali yeye ana 100,000, mimi na 50,000, aniomba 1000. Nikitambua kwamba huyu ana 100,000 na mimi na 50,000, alafu ananiomba 1000, nitajua hii ni kejeli. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu sina hamu ndani mwangu, sitamani hicho kitu. Yaani nakiomba kitu kwa kejeli kabisa. Sasa Mungu akiangalia ndani mwangu napokuwa naomba na haoni hamu, hawezi kunipatia. Lakini akiona huyu mtu ana hamu, ana shauku, ndio mtu anataka kuomba, sema sikweli huyu ni mhitaji kabisa, huyu anatamani kupata hiki kitu. Yaani sura yake inavyoonekana, muonekano wake, huyu anatamani kupata kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Na siku ni watania wafanyakazi hapa, nikawaambia sasa naomba na mimi leo siku moja mnipe day hapa nibebe zege na nini. Wakacheka. Wakasema wewe ni wakomba kubeba zege kabisa hapa. Hapana, haiwezekani. Kwa sababu gani? Walivyoniangalia wakaanza, huyu mtu hana shauku, yani hayupo katika mkao wa kutamani hii kazi, ila ni kejeli. Wakanichekelea tu, wakaniacha pale. Lakini akija mwingine hapa haja uhitaji kasa, huyu kweli ana uhitaji na kazi. Kama ipo na kupatia, kama hai basi, lakini unavyo kuona huyu ana uhitaji. Sasa ninapoenda mbele za Bwana kuomba, anaangalia, je, huyu mtu ana hamu? Na kama hakuna hamu ndani, Mungu hawezi kukupatia. Injili ya Yohane sura ya 7. Injili ya Yohane sura ya 7 mstari wa 37. Injili ya Yohane sura ya 7 37. Fika hapa haraka. Yohane 7:37, naomba nisome. Hata siku, Yohane 7:37, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Kumbe tendo la kwenda kwa Yesu kupata maji, mtu anayepaswa kwenda lazima awe na sifa. Sifa ipi? Awe na kiu. Kumbe kama hauna kiu, hauruhusiwi kwenda kwa Yesu kunywa. Kama hauna kiu, lazima unapoenda kwa Yesu kunywa maji, kutaka maji, kuomba maji, lazima uwe kwanza na kiu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya wapendwa wa Bwana. Ni kwa mfano wasema kwamba watu waliovaa viatu vyeupe ndio waje mahali hapa. Kumbe anayepaswa kwenda pale kigezo awe na kiatu cheupe. Anayepaswa kwenda awe na sare fulani. Wale waliopata kitu fulani ndio waje mahali hapa. Wale walioolewa waje mahali hapa. Ambao yani kuna vigezo vya watu kwenda mahali fulani.
Na Yesu anasema kigezo cha mtu kwenda kwake kuomba kitu, kuhitaji kitu, lazima uwe na kiu, uwe na shauku. Kama hauna shauku, Mungu akiona hauna shauku, hauna kiu, hauna vigezo vya kwenda kwake. Ndio nakwambia lazima uwe na hamu ile ya ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Kama hauna hamu ya ndani, Yesu anafikiri, anaona kwamba huyu mtu ni kejeri. Hana, yani mtu kama yuko kejeri. Tutaangalia baadaye kanisa la zamani na sasa hivi ile shauku ya Mungu ipoje. Katika siku zilizofuata pale ndio tutaangalia kanisa la zamani mwanzo na kanisa la sasa hivi, uhusiano uliopo kati ya kumtamani Roho Mtakatifu kukoje. Tutaangalia baadaye, lakini ninachokisema hapa ni ile shauku. Mungu anaangalia ile shauku ya ndani, na Mungu anachunguza mpaka ndani, anafahamu kabisa siwezi kujificha mbele za Bwana. Nikifuata mbele ananiskani, anaangalia kiroho mimi nikoje, anaangalia mpaka ndani. Haka jamaa kana hamu, haka kana hamu, kana kiu, haka kana kiu. Anaangalia ndani. Na siwezi kwenda kwa kuigiza, Bwana ananijua mpaka ndani. Kumbe lazima kwanza niwe nina hamu, niwe nina kiu, niwe nina shauku ya kumpata huyu Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini jambo la pili ni kumwamini Roho Mtakatifu. Ni kumwamini Roho Mtakatifu, kumwamini Mungu. Lazima ni muamini kwamba huyu kweli ana uwezo wa kubadilisha maisha yangu, kuyafanya kuwa mapya, yasiwe ya kale, yasiwe ya mazoea, kuniondoa katika Ukristo wa mazoea, kuniondoa katika kuishi katika sakramenti kimazoea, kuniondoa katika kuishi kwenye jumuiya kimazoea, kuniondoa kuishi katika familia kimazoea, kuniondoa katika kusali kimazoea, ili niwe mtu mpya. Lazima ndani mwangu nimwamini Mungu. Nimwamini Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo Injili ya Yohane hiyo sura ya 7 mstari wa 38. 38. Nasema aniaminie mimi kama vile maandiko yanenavyo, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Ili baraka ziweze kutoka ndani mwangu, ili uwepo wa Roho Mtakatifu, matunda ya Roho Mtakatifu yaweze kutoka ndani mwangu, lazima niwe ninamwamini Mungu. Aniaminie mimi, kama andiko yanavyosema kwamba ukimwamini Mungu ndipo mito ya maji. Ninapoongelea maji katika maandiko matakatifu namaanisha Roho Mtakatifu. Haleluya wapendwa wa Bwana. Ukisikia maji namaanisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikimwamini Bwana, kuna uwepo, kuna udhihirisho wa Roho Mtakatifu utatoka ndani mwangu. Lakini jambo la msingi ni kumwamini Mungu. Na huko kumwamini kusiwe mpaka nimwelezee mtu kwa nje ndipo aelewe. Imani hiyo idhihirike ndani kwa matendo yangu ndani mwangu. Mimi nikijiskani, nikijiangalia, najua kabisa nina imani au sina imani. Naweza nikawa hapa niko ninahubiri usiku kucha, asubuhi mpaka jioni nahubiri, nipo kwenye, lakini najua ndani mwangu mimi niko mkavu kabisa. Najielewa ili watu wanione nimekaa sehemu ya Bwana, ili watu wanione nimesoma neno, najionyesha kwa watu, lakini ndani mwangu najijua. Sasa iwe imani iwe ndani mwangu ninavyojijua. Kweli hapa na imani au sina imani? Lazima ndani mwangu ndipo paseme. Sio watu wanavyoniona. Yamkini watu wakaniona na imani, la mimi najijua kweli mimi hapa bado kabisa hapa. Watu wakiniangalia sema mbona ana imani sana, mcha Mungu ndani kabisa. Mbona kave malaika fulani hivi, lakini ndani mwangu mimi najijua na dhambi zangu na uovu wangu na ufahamu. Sasa huku kumwamini Bwana kuwe ni kwako kwa ndani. Kusio kwa nje kwa wana watu, kwa ndani, udhihirisho wa ndani. Na ndio maana Yesu anasema atakayemwamini Mungu, vijito vya maji vinabubujika ndani yake, sio nje ya yeye, vitoke ndani. Lakini jambo la tatu, jitoe kikamilifu kama matokeo ya kumwamini Mungu. Jitoe kikamilifu kama matokeo ya kumwamini Mungu. Jitoe kikamilifu kama matokeo ya kumwamini Mungu. Lazima nijitoe kwenye maombi, nijitoe kwa sala, nijitoe. Hiki kipindi tunacho kwa siku hizi 9, saa 9 mpaka saa 12 kwa mahali hapa, lazima kujitoa. Na ninaposema kujitoa, kuna hali fulani nimejinyima. Tumsifu Yesu Kristo. Kujitoa tu sio mpaka kujitoa sadaka, hapana, kujitoa kwa mambo ya Mungu tena kikamilifu.
kwa mambo yanayomhusu Mungu, kujitoa. Kama ni misa, kuhudhuria kwa kujitoa kweli kweli, kwamba kuna vitu ambavyo nimeviacha, nimevipenda nikaviacha kwa ajili ya Mungu. Huu muda ni wa muhimu sana kwa kazi zangu, huu muda ni muhimu sana kwa biashara zangu, huu muda ni wa muhimu sana, lakini ninautoa kwa ajili ya Bwana. Leo nikahudhurie jumuiya, lazima najitoa kabisa kwamba aisee Bwana ni bana ndio, lakini huu muda nikahudhurie jumuiya, huu muda nikasali, ni Jumapili, ni misa za asubuhi nikasali, ni wapi nikasali, Reggio Maria niende, sijui fellowship niende, Mungu mtakatifu wa Yesu niende, kwa muda ambao nimejitoa, kujitoa kikamilifu kwa Bwana. Ndio maana Mungu akasema itoeni miili yenu kama sadaka. Usitoe miili yako kama ziada. Hebu tusomee mahali hapo, Warumi 12. Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12:1. Soma mahali hapo haraka. Warumi 12 mstari wa kwanza. Naomba nisome. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu iwe dhabihu. Kuitoa miili iwe sadaka. Ninapoongelea habari ya sadaka, kuna habari ya kuumia, kuna habari ya kujinyima, kuna habari ya kujikatalia, na habari zote zilizokuumiza ndani mwako. Hiyo ndio sadaka. Sadaka sio kitu cha ziada kabisa, hapana. Kitu cha ziada sio sadaka. Sadaka ni kitu ambacho unakipenda sana, ukaamua ukiache kwa ajili ya Mungu. Kama mwili wako unaupenda sana, lakini ukaamua ujikatalie kwa ajili ya Mungu. Ndio maana nasema kama dhabihu, itoeni miili yenu iwe dhabihu, iwe sadaka. Sio muitoe kwa ziada. Kama ni muda, utoe muda kama sadaka. Siku kama ya, nafikiri itakuwa siku ya 5 au ya ngapi, tutaongelea kwa habari ya sadaka. Sadaka. Yaani ninapoongelea sadaka tu simaanishi kwamba nilikuwa na 1000 mfukoni nikaiweka sadaka pale, hapana. Kuna tofauti kati ya sadaka na ile ya kutoa sadaka na ile ya kununua viazi na mandazi. Tofauti kubwa sana. 1000 ile, lakini 1000 ya kwanza nimeichukua nikanunua viazi, 1000 ya pili nimechukua nikatoa sadaka. Kuna tofauti kati ya 1000 ya viazi na 1000 ya sadaka. Tofauti ipo kubwa sana, lakini zote zimetoka mfuko mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Hasa kuna namna naitoa hii kama ya kununua viazi, lakini kuna hii naitoa kama sadaka. Hasa inapoingia kwa jina la sadaka ni kwa namna tofauti. Sasa tutafundishana kwa namna ya kutoa pesa mfukoni, lakini niitoe kama sadaka. Nisiitoe kama pesa kununua viatu na kununua saa. Sasa miili yetu tuitoe kama sadaka. Tusiitoe kama cha ziada, hapana. Kwamba nimekuja kanisani, mimi watu wameenda kanisani, ndio nimekuja kanisani mekanika. Sawa, nimeenda kanisani lakini sio sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Sio wote walioenda kanisani wameenda kusali. Wengine wameenda kutimiza ratiba ya kusali. Ndio ule Ukristo wa mazoea. Nikwambia tutaangalia kanisa la zamani na kanisa la sasa hivi. Utofauti yake iko wapi? Kuna wale walikuwa wanatembea kimazoea, hao wanatembea katika uhalisia wake. Tofauti iko vipi? Huyu anayetoa sadaka kama anaenda kununua viazi, huyu anaenda kutoa sadaka kama ukisikia kuna mchango, kuna harambee iko mahali hapa. Nilikuwa na 500 mfukoni, nitatoa haka. Ile sio sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Ile sio sadaka. Tutaangalia tofauti kati ya hiyo sadaka nayoitoa kwa kawaida na hii sadaka ambayo sasa miili inatakiwa itolewe kama sadaka. Jambo jingine, haya tunaposikiza endelea hivi tutaangalia kwa ndani. Sasa tuzama zaidi kwa ndani kadri tunavyokwenda. Kumfuata Mungu katika kila jambo. Kumfuata Mungu katika kila jambo. Kumfuata Mungu katika kila jambo. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba nilaisishe niseme kumhitaji Mungu katika kila jambo. Kumhitaji Mungu katika kila jambo. Sasa naposema katika kila jambo, sijamaanisha kwa jambo gumu au jepesi. Sijamaanisha kwa jambo unaloliweza au ambalo siliwezi. Kuna watu wanajua kabisa aisee, kwa shida hii hapa namhitaji Mungu. Kumbe kuna mahali nilikuwa simhitaji Mungu, naweza kwa uwezo wangu. Haka ni kepesi, hata bila Mungu natembea nako. Mungu anasema kwa kila jambo. Sio kwa hili naloliweza hili, hata kama naliweza nimhitaji Mungu. Siliwezi nimhitaji Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.
Sio tu kumhitaji Mungu kwa jambo ambalo limefika ise kwa kweli. Hapa ndugu zangu, naombeni mniombee. Yaani hapa nilipofikia kwa kweli ni tu maombi yenu. Yaani nimeshindwa, naombeni tu maombi yenu. Yaani hapa kwa kweli sitoboi. Maana yake nini? Namhitaji Mungu kwa yale mambo ambayo najua hapa jambo hili siliwezi. Ndipo nakumbuka kumbe Mungu huwa yupo kumbe. Lakini ile ambayo naliweza ndani ya uwezo wangu, hainapita nalo kimya. Haimhitaji Mungu hilo. Kimya napita nalo. Tumsifu Yesu Kristo. Maana nimetumia ubinadamu wangu. Kutoka hapa kwenda sokoni hapa, mbona kawaida kabisa hapa hahitaji Mungu hapa. Kutoka hapa nikafika tu sokoni hapa, hahitaji Mungu hapa. Peke yangu tu natembea. Lakini kuna safari ya kutoka hapa naenda Dar es Salaam. I say jamani, naombeni maombi yenu. Na safari ndefu. Naenda wapi? Dar es Salaam. Kipenda mjini sikwambia naombeni maombi, sababu nilikuwa najiuza peke yangu. Tumsifu Yesu Kristo. Hapo ni kumhitaji Mungu kwa baadhi ya mambo, sio kwa kila jambo. Kwa baadhi ya mambo. Kwamba nina mafua sijui nini, hii kawaida tu. Hii ni hali ya kawaida tu, itapona tu. Mbona kawaida tu itapona? Sasa ugonjwa umenikamata, niko hospitalini sieleweki. I say jamani, naombeni mniombe. Niko hoi hapa, sijiwezi. Kipindi na afya hapa, msiniombe hapa naweza kutembea. Simuishi hapa sitaji maombi yenu hapa. Niko mzima hivi, sitaji maombi. Tuendelee tuna maisha ya kawaida. Lakini nimekamatika kwenye engo. Magonjwa amenikamata, siwezi kupumua. Niko hoi. I say jamani, naombeni mniombe. Napeleka nia ya misa kanisani. Naomba afya njema, mniombe afya njema. Lakini kipindi na afya njema sikumhitaji Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kumhitaji kwa kila jambo. Naomba uelewe vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wakati ambapo tunamwomba Mwenyezi Mungu, hatujibu maombi kwa sababu gani? Anajua kabisa kanuni yetu ni kumtafuta yeye wakati wa shida. Wakati wa raha simuhitaji, wakati wa shida. Sasa huwa najiulizaga swali jingine, nashindwa kupata majibu. Katika maisha ya kawaida, binadamu ya kawaida, nikiwa na rafiki au nikiwa na ndugu anayenitafuta wakati wa shida peke yake, yaani nikiona simu yake najua hapa huyu tayari ana shida. Nikimwona amekuja njua huyu ana shida. Yaani ufike tu sehemu mtoka kwenye fellowship hapo, nafika nyumbani unakuta kuna mgeni amekaa pale. Yaani unajua huyu kuja hapa ana shida. Kama hana shida simuoni mahali hapa. Huyo unaanza kumkwepa kama ukoma, unasema si huyu jamaa ni wakuja kwenye shida tu peke yake. Yaani kimwona tu fulani anajua huyu ana shida, si ya kawaida. Ukipigiwa simu fulani, kwanza bila ingema mara mbili. Kwanza ana shida gani? Hebu kwanza unaweza kufikiria kwanza ana shida gani sasa hivi kwanza. Kama sijaipokea. Hivi ana shida gani kwanza huyu? Hivi kuna simu anadai? Hapana. Mbona usimia? Yaani mpaka simu inaita, nikimpokea. Mbona kawe kupokea simu? Au unajua nilikuwa mbali. Nilikuwa mbali. Nilikuwa natafakari una shida gani kwanza kabla sijapokea. Sababu najua simu yako lazima ina shida. Sasa huyu mtu anaanza kumuogopa kama ukoma, kupokea simu yake sipokea haraka. Sababu gani? Najua yana shida. Sasa Mungu akikuona umesogea madhabahuni, umekuja tu kanisani, haya kamekamatika sehemu haka. Yaani kama hana shida simuoni kanisani huyu mtu. Kama hana shida simuoni kwenye jumuiya, simuoni. Padri akiona tu nikimpelekea, father kuna nia ya misa hapa. Lazima angalie ni marehemu au ni birthday. Yaani inabidi kwanza atafakari pale. Yaani hawezi akapokea nia ya misa eti mtu anamshukuru Mungu kawaida. Lazima akiona tu nia ya misa pale tunajua ni marehemu au ni birthday. Tuangalie kwanza hapa. Tukuta namuombea mtu fulani kwenye mitihani yake. Kipia anasoma hajafika mitihani kwa sijaomba nia ya misa. Lakini amefika muda wa mitihani ndio anaomba nia ya misa. Tumsifu Yesu Kristo. Na mtafuta Mungu katika engo ambazo sasa hapa najua hapa nimekamatika. Maandiko yanasema mtafute Mungu wakati katika mambo yote. Sio machache, katika mambo yote. Hata kama unaliweza kabisa kwamba hili naliweza ndio. Juzi hapa msiba umetokea, mtu ametoka ndani anaenda nje. Kabla hajafika uwanjani amedondoka. Huyu angeanza safari kabla hajatoka nje akasema aseni niombe nataka nitoke nje. Inawezekana singeanguka. Lakini ili kwa uwezo ili naliweza ili kutoka tu nje. Ili bwana kwa hiyo siku kutoka tu nje hukupiga hatua mbili. Hasa mtu atamani kuomba kwamba yale magumu kabisa kwamba ili konja uwezo wetu. Kumbe hilo likubwa hilo, mtu ametoka hapa mpaka Marekani akaenda kurudi. Lakini alitoka mpaka chooni hakufika. Lakini huyu ilikuwa ndani ya uwezo wangu hii. Sio kwamba iko ndani ya uwezo wako. Mungu anakutaka umtangulize kwa kila jambo. Tumsifu Yesu Kristo. Tutaangalia zaidi kule mbele tunakoendelea. Hapa nakupa utangulizi, sema utangulizi. Tumsifu Yesu Kristo.
Jambo jingine nisome Matendo ya Mitume 5:32. Matendo ya Mitume 5:32 kama sasa kwa jambo jingine. Matendo ya Mitume 5:32. Fika mahali hapo chapu msomaji. Ndiyo, karibu. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya. Pamoja na Roho Mtakatifu. Ambaye Mungu amewapa wote wamtii. Ndiyo. Wao Ndiyo. wao waliposikia wakachoma mioyo yao wakafanya shauri kuwaua. Ndiyo, wanaomtii Mungu lakini katika mambo yote. Jambo jingine kuachiria njia zako. Kuachiria njia zako mwenyewe na kufuata njia ya Mungu. Kuachiria au kuacha njia zako mwenyewe na kufuata njia ya Mungu. Kuacha njia zako mwenyewe na kufuata njia ya Mungu. Kuacha njia yako mwenyewe na kufuata njia ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tupo duniani kutatua matatizo. Chochote unachokifanya hapa duniani, chochote, pointi ni kutatua tatizo fulani. Na matatizo yakiisha tu duniani, basi unakufa. Tumsifu Yesu Kristo. Nikiwa na usingizi ni tatizo kwangu. Njia pekee ya kutatua tatizo hilo ni kwenda kulala. Kumbe ninapoenda kulala naenda kutatua tatizo la usingizi. Ninapokuwa nimekaa nikapumzika kidogo, maana kuna tatizo la uchovu. Hii ni njia ya kutatua tatizo la uchovu nilionao, nimechoka. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna jambo linanikera, nataka niliseme, limo ndani mwangu, nataka litoke nje. Njia kulitoa ni kuongea. Kumbe unapofanya jambo lolote, unatatua tatizo fulani. Jambo lolote unalihisi. Hata kama ni kupiga kope, hata kupiga kope tu umetatua tatizo, sababu kuna hewa imekuja machoni, kama vile macho nataka ina kizunguzungu fulani hivi. Sasa na refresh kwa kupiga kope kidogo na binya kidogo macho, afu yamekauka ngoni ya roanisha kidogo na machozi kidogo ya roane kidogo, na piga kope kidogo afu mambo yanatulia. Huwezi kukaa umekodoa tu macho masaa 24 hivi hapa, lazima upige kope fulani. Umetatua tatizo. Jambo lolote unaolifanya ni kutatua tatizo fulani katika maisha. Tumsifu Yesu Kristo. Swali linakuja, njia gani unayoitumia kutatua hilo tatizo? Je, ni njia yako au njia ya Mungu? Njia unayoitumia ni ya kwako au ni ya Mungu? Ndio maana nasema kuachilia njia zetu wenyewe na kufuata njia ya Mungu katika kutatua matatizo. Jambo lolote lile ninalolifanya, nalifanya kwa mpango wa Mungu au ni nje ya mpango wa Mungu? Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, wapendwa wa Bwana. Ndiyo, sina pesa. Natakiwa nipate pesa. Nimeona jamaa hapo ana pesa. Nataka niende kamuibie. Jambo la kumuibia, natatua tatizo langu na mimi kutokuwa na pesa. Kuna kuku fulani pale, kuku wa jirani yuko pale, na mimi na hamu na kuku. Shida kubwa kwangu ni hamu ya kuku. Lakini njia ya kwenda kupata hiyo kuku ni kuchukua bila kumtaarifu jirani, maana nimeiba. Je, ni njia ya Mungu au njia yangu? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo, wapendwa. Jambo nao lifanya kutatua shida nilionayo ni njia ya Mungu au ni njia ya kwangu peke yangu, nimeibuni mimi peke yangu? Na njia nayoitumia kabla sijaifanya nikafikiria njia fulani, nifikirie hii ni ya Mungu au sio ya Mungu. Sasa bahati mbaya nimezoea kufundisha vijana. Ningekuwa na vijana wangu kule ningewauliza, sawa kwamba nina muda mrefu sijakutana na binti au kijana, na shida kubwa ndio natafuta, nataka nimpate binti au nimpate kijana ili kutuliza hamu ya mwili wangu. Njia ninayoitumia ni ya Mungu au ni ya kwangu?
Na je, hii imekubalika na Mungu? Ndiye ameniruhusu niifanye hii, tumie hii njia, au ni njia ya kwangu peke yangu? Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya wapendwa wa Bwana. Jambo lolote unalofanya ukilifikiria, njia unayoitumia, hata kama ni kulala, ndio ni njia ya kutatua tatizo la uchovu. Je, ni njia hii ya Mungu au ni njia yangu? Na ndio maana kabla ya kulala niombe, nisali, ili njia ya kutatua tatizo langu la usingizi liongozwe na Mungu, iwe ni njia ya Mungu. Nikilala bila kusali, maana yake ni njia yangu binafsi, sio ya Mungu. Ni sawa na njaa, natamani kula chakula kiko pale, ndio maana naanza kuanza kusali kabla sijara, ili kutatua shida yangu ya njaa iwe ni njia ya Mungu, isiwe njia yangu. Tumsifu Yesu Kristo. Njia unayoitumia ni ya kwako au ni ya Mungu? Kwa lolote unalofanya, maana tendo unalolifanya ni la kwako au ni la Mungu? Tukiligeuza kama Paulo alivyosema, sio mimi ninayetenda, bali ni Kristo ndani mwangu. Ukitenda hilo tendo, je, unaweza kusema kwamba si mimi aliyetenda, bali ni Kristo ndani mwangu? Sio mimi aliyeiba, bali ni Kristo ndani mwangu. Sio mimi aliyefanya hiki, bali ni Kristo ndani. Utapata ujasiri mbele za Mungu kusema kwamba sio mimi, bali ni Kristo ndani mwangu. Anasema kweli, haya mengine tusimhusishe Mungu, haya sio ya Mungu haya. Tumsifu Yesu Kristo. Haya mengine tusimhusishe Mungu haya. Kuna mambo mengine unafika sasa sema hapo tusimhusishe Mungu. Haya ni ya kwetu, sio ya Mungu. Ndio maana nasema shetani alinipitia, maana hapo sio mpango wa Mungu, wewe kwa ni shetani. Aisee bwana, hapa shetani alihusika, sio Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu anafanya kusema kama tukio naomba msamaha, jamani naomba mnisamehe, ni shetani tu amenipitia. Kumbe kabisa huo ulikuwa sio mpango wa Mungu, ulikuwa ni wa shetani. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana nasema shetani ndiye amenipitia. Sio shetani amekupitia, ni kwamba mpango, njia uliyoitumia kutatua tatizo sio njia ya Mungu, ila ni njia ya kwako binafsi. Na kama ni ya kwako, kiongozi mkubwa ni shetani. Kuna viongozi wawili, shetani, Mungu. Kuna giza, nuru. Kumbe kama sio njia ya Mungu, ni njia ya shetani. Na ndio maana alifanya katika kizazi cha binadamu pekee yake, akasema zilikuwa ni asetu binadamu tu, ulinipitia ubinadamu, ni ubinadamu tu. Anataka kutumia ubinadamu, akatumia ni shetani. Kumbe hapa kwamba hapa Mungu kweli hahusiki. Naomba niwaeleze tu kweli, Mungu hapa hahusiki. Ni ubinadamu, ni shetani, sio Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo lazima tuache njia zetu wenyewe na tufuate njia ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini jambo lingine ni kutambua na kukiri hitaji letu kubwa. Kutambua na kukiri hitaji letu kubwa. Kutambua na kukiri hitaji letu kubwa. Tumesoma katika Injili ya Luka 11 mstari wa 6, sina kitu. Yule mtu akasema sina kitu. Injili ya Luka 11:6, sina kitu. Lazima nitambue ya kwamba sina kitu, na nikiri mbele za Bwana ya kwamba sina kitu. Na jambo la mwisho, kuendelea kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Kuendelea kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Jambo la mwisho hapo ni kuendelea kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Kumbe katika yote njia nyingine ni kwamba niendelee kuomba, isiwe siku moja, isiwe siku mbili, niendelee kuomba, iwe ni muendelezo wa kuomba, ili kuweza kumpata huyo Roho Mtakatifu aniwezeshe katika mambo yote. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya wapendwa wa Bwana. Na tukipitia hayo, maana sasa kile kiambacho ile kiu tuliyoko ndani mwetu ya kupata maisha mapya itatimia ndani mwetu. Ile kiu itaweza kutimia. Na kipindi cha siku 9 tutaendelea kumuomba huyo Roho Mtakatifu, tutaendelea kumuomba zaidi, ili atubadilishie maisha yetu, ule uamsho ndani mwetu uingie. Lakini nimekwambia ni jitihada binafsi, sio muda wa kuombewa, ni muda wa kuomba, ili huyo Roho Mtakatifu aweze kujidhihirisha ndani mwetu. Siku ya Pentekoste tujazwe zaidi ya kujazwa. Haleluya wapendwa wa Bwana. Na lazima kila mmoja atamani kujazwa na Roho Mtakatifu. Atamani kujazwa, sababu mitume wamejifungia ndani kwa hofu ya wadi. Siku ya Pentekoste wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Mungu akasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Asitokee hata mmoja ambaye hajapokea huo ujazo, wote tujazwe na huyo
Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tusimame mahali ulipo. Simama mahali ulipo, simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Kama na kitu umefunika, funika. Kama umefunua vitu, tafuta uwepo mzuri mbele ya huyu Roho Mtakatifu. Tutamani kuomba Mungu Roho Mtakatifu akatujaze. Mungu Roho Mtakatifu akatujaze. Nasema kwamba tamani uwe na kiu na maisha mapya. Tamani kwamba Roho Mtakatifu aanzishe kitu kipya ndani mwako, atengeneze upya ndani mwako. Haleluya, mpendwa wa Bwana. Praise wimbo mfupi wa Roho Mtakatifu. Wimbo tamani sana, funika macho yako, tamani unitawale. Ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Tengeneza shauku ndani mwako, shauku ndani mwako, shauku ndani mwako, shauku ndani mwako. Ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Tengeneza shauku ndani mwako ya huyo Roho Mtakatifu. Shauku ndani mwako, uwe na kiu. Ninakutamani Roho wa Mungu, ninakutamani unitawale. Unitawale. Peke yangu siwezi. Nahitaji maisha mapya. Roho Mtakatifu, naomba unisamehe. Pale nilipotembea kwa mawazo yangu, kwa fikra zangu, nikajitegemea mwenyewe au kutegemea watu, na sikutegemea wewe. Roho Mtakatifu, naomba unisamehe. Roho Mtakatifu, naomba unisamehe. Roho Mtakatifu, changamoto nyingi zimenijia kwa sababu nimetembea peke yangu, kufuata wewe, kufuata njia zako. Naomba unisamehe. Siku hii ya leo, ninapoanza programu hii ya siku 9, ikiwa ni siku ya kwanza, naomba neema yako, nipate kuendelea kujifunza kwako, nipate kuendelea kukaa ndani yako. Zaidi ya yote, natamani unijaze. Nimechoka sasa kusali kwa mazoea. Nimechoka sasa kuomba kwa mazoea. Nimechoka sasa kutembea katika ubinadamu. Natamani uniongoze. Natamani unielekeze. Maana Yesu alisema, wewe Roho Mtakatifu utanifundisha, utanielekeza, utanikumbusha. Roho Mtakatifu, ninakuhitaji. Nijaze kiu, nijaze
shauku kukaa na wewe, ya kuunganika na wewe. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Omba ujazo wa Roho Mtakatifu. Omba Roho Mtakatifu mtazamo wako. Omba Roho Mtakatifu katika habari ya maisha yote. Omba ndio Roho Mtakatifu. Omba Roho Mtakatifu. Omba. Yesu anasema hatuwezi kufanya bila kuomba. Roho Mtakatifu anaongoza katika kuomba, kuongoza katika kuomba, bila kuomba kwa maelezo. Roho Mtakatifu anaongoza katika kuomba, kusema katika mafuateni. Roho Mtakatifu anakutana anaendelea kuomba, omba, anakutaja katika familia zetu. Roho Mtakatifu anakutaja nakutaja katika wote. Nakutaja katika kuombe. Yesu anasema nakutaja Roho Mtakatifu katika kufa zetu. Umetoka tunaomba usijaze Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu katika kuomba. Roho Mtakatifu ajaze kuomba uweza. Nijaze dunia kwa ibada yako Mtakatifu. Nijaze Roho wako Mtakatifu mahali hapa. Nijaze Roho Mtakatifu mahali hapa Roho Mtakatifu. Nakutaja mahali hapa Roho Mtakatifu. Nakutaja katika Roho Mtakatifu. Nijaze Roho ibada. Nijaze Roho Mtakatifu mahali hapa Roho Mtakatifu. Nakutaja nijaze Roho Mtakatifu. Nakutaja mahali Roho Mtakatifu. Wewe endelea tu kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba kwa moyo. Endelea kuomba kwa shauku. Endelea kuomba kwa ulipo. Wewe omba tu usiogope. Omba tu usiogope. Endelea kuomba. Na kuhitaji Roho Mtakatifu. Na kuhitaji Roho Mtakatifu. Na kuhitaji Roho Mtakatifu. Omba kwa kiu, omba kwa shauku. Unaingia. Mwambie Roho Mtakatifu. Na kuhitaji Baba, na kuhitaji Roho Mtakatifu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho wa Bwana, na kuhitaji Mfalme, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Bwana katika shughuli zangu, katika mapito yangu, katika changamoto zangu, na kuhitaji Roho Mtakatifu katika changamoto zangu, na kuhitaji Roho Mtakatifu katika safari yangu ngumu, na kuhitaji Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu, na kuhitaji Roho wa Bwana. Peke yangu siwezi, natabika nikiwa peke yangu, nahangaika nikiwa peke yangu, peke yangu. Nahitaji uwepo wako Bwana, nahitaji nguvu zako Bwana, nahitaji neema yako Bwana. Roho Mtakatifu nijaze, Roho Mtakatifu nijaze. Badili mtazamo, badili fikra zangu. Nina kiu, nimekauka ndani mwangu, nimekauka ndani mwangu. Roho ya maombi haipo tena, nimekauka ndani mwangu. Roho ya kusali haipo tena, nimekauka ndani mwangu. Na kuhitaji Roho Mtakatifu, nimekauka ndani mwangu. Nina shauku kupata wewe Bwana, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho wa Bwana, na kuhitaji Roho wa Bwana. Nahitaji msaada wako, nahitaji msaada wako Baba, nahitaji Bwana, na kuhitaji Roho Mtakatifu katika maisha haya, katika mapito haya, na kuhitaji Roho Mtakatifu. Peke yangu siwezi Baba, peke yangu siwezi Baba, peke yangu siwezi Baba, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu. Uisha maisha yangu tena, uisha maisha yangu tena. Maisha yangu yamekuwa ya taabu, maisha yangu yamekuwa ya mahangaiko, na nimetembea peke yangu Baba. Riko ramando rabostika, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Baba, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu. Riko ramando rabostika, ramando rabasaya mando rabostika. Roho Mtakatifu na kuhitaji. Oh, riko ramando rabasaka rabostika. Riko rabasaka. Nimechoka kwa binadamu wangu, nimechoka kutetemeka fikra zangu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuhitaji Roho Mtakatifu. Uisha tena maisha yangu, wewe vyote katika maisha yangu Bwana. Uisha tena maisha yangu Bwana. Uisha tena maisha yangu Bwana.
Ninakuhitaji Roho Mtakatifu. Nakuhitaji Roho Mtakatifu. Ninakuhitaji Roho wa Bwana. Nakuhitaji Roho mwema. Nakuhitaji Roho mwema. Ninakuhitaji Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho mwema. Asante Roho mwema.